Najua babangu upo sahihi sana, lakini mimi naomba msamehe Mosha. Adhabu uliompa ni adhabu kubwa sana. Eti nimsamehe baada ya adhabu moja, na hiyo ndio ya mwisho. Akimaliza hiyo na waozesha. Sawa? Sawa baba, lakini mimi ningependa tu umsamehe. Kwa sababu anapopitia changamoto hizi, mimi naamini kajifunza. Sawa. Nimekuelewa. Leo usiku tutatoa dawa. Ila tu angalizo, asije akakosea masharti. Akikosea masharti, mtoto atapoteza uhai wake, au wote wawili watapoteza uhai wake, au yeye mwenyewe atapoteza uhai wake. Mimi nitajaribu kuongea naye na nitamwelekeza ili ukimpatia dawa afuate maelekezo yako. Nini wewe Mosha? Baba yako. Baba yangu? Ndio. Yupo wapi? Mimi baba yako alikuwa hapa. Mosha, ushakosea masharti jamani. Baba ipo ndani kalala. Na tayari ushakosea masharti. La kufanya wewe pumzika, ili tujue kesho tutaongea nini na baba. Nini ambacho unakifanya? Unaondoka bila ridhaa yangu, kweli? Nakumbuka nilikwambia awali kuwa uwe makini na mambo yako ambayo unayofanya. In short kwamba uwe makini na uchafu ambao unaofanya. Na endapo nikidiriki kujua Amos, nitakuja kufanya kitu ambacho hutakuja kunisahau katika maisha yako yote. Mary, ni mambo gani ambayo wewe unayazungumzia? Ni mambo gani hayo? Nimesha kuambia kwamba mimi niko sawa, lakini kila kukicha muda wote saa yote ni masuala hayo tu, kujirudia tu. Sawa. Sawa kama upo sawa. Umeniambia kuwa hauna shida yoyote. Sawa. Lakini neno langu hili kwako, kila muda, kila siku, kila sekunde, kuwa makini na mambo yako. Amos, utakuja kunichukia. Bado hujanijua vizuri. Mimi ni nani? Hongera sana kijana.
Asante. Barua yako imepita, lakini sio kiurahisi. Na ningekuwa mimi mjinga bwege, ningekuwa nisharudi bila majibu mazuri, lakini nilipiga vitu, kanzu safi, nikaweka na kitambaa hapa, walinikubali. Na mazungumzo yangu yalivyokuwa mazuri, wenyewe wakakubali. Kwa hiyo hapo tunachosubiri sisi ni yale majibu yao kwamba tunatakiwa tufanye nini. Lakini barua imepokelewa vizuri. Mimi kwanza ningependa nikushukuru mzee wangu. Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana mzee wangu. Yaani sikutegemea kabisa kama ingeweza kuwezekana. Lakini kupitia hili mzee wangu sina la kusema zaidi ya kusema asante. Lakini vile vile pia nimefurahi sana kusikia kwamba mzazi amekubali na mimi nimekubali pia kubadilisha dini. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, na kila kitu kitakuwa sawa mzee wangu. Basi kwa hilo mimi nimeshukuru sana. Baba mkuu wako alichosisitiza ni kwamba isije tu kwamba unabadili dini kwa sababu ya ndoa. Inabidi ufate dini ya Kiislamu. Wale wazee sio Waislamu majina, wale ni Waislamu wa kufuata ibada. Yaani 5 salawat, sala 5. Kwa hiyo wamesisitiza sana hilo. Na wameniomba sana usije ukarudi katika ile dini yako ya zamani. Kijana, usije ukanitia aibu. Hilo ondoa shaka mzee wangu. Ondoa shaka kabisa. Mimi niko tayari kwa kila kitu. Malaika nampenda sana. Kwa hiyo ombi langu tu nilikuwa naomba tushirikiane katika hili mpaka tufikie tamati. Yaani inamaanisha kwamba nilikuwa nahitaji ushirikiano wako mzee wangu. Kama unavyojua mimi wazazi wangu tayari wameshatangulia mbele za haki. Kwa hiyo wewe kama ni sehemu ya familia yangu, wewe kama ni sehemu ya mzazi wangu, kwa hiyo nilikuwa nakuomba sana mzee wangu uweze kusimamia ndoa yangu mpaka nitakapokuwa nimefikia tamati. Mimi tena nisimamie ndoa yako? Ndio. Sio mtu mwingine. Kwa kuwa hili ni jambo la kheri na ndoa ni ibada, mimi niko tayari kusimamia ndoa yako. Una lingine? Mimi sina cha kusema. Michango labda? Asante sana mzee. Asante. Kwanza kabisa ningependa kukushukuru kwa ushirikiano ambao ulipokuwa kunionyesha awali. Lakini yote kwa yote, nimekuja hapa kuna kitu kimoja tu nataka unisaidie kama utoje. Nilikuwa naomba kujua kuwa Basila anaishi na nani nyumbani kwake. Kwa nini umeniuliza hivyo? Na kwa nini usimuulize yeye mwenyewe Basila? Sidhani kama nimekuuliza kwa nia mbaya au mna nia mbaya kwako au kwake, hapana. Nilikuwa tunaomba kujua, kwa kama utojali unaweza kuniambia. Sawa. Mimi nachojua yule dada mwenye ujauzito wa Amosi ndio anayeishi na Basili pale nyumbani. Kote na hapo hakuna anachokifahamu. Nisimekuwa asante sana. Lakini narudia tena kwa usinichoke. Na usiniogope pia. Mimi ni mtu mzuri sana endapo tu tukienda sawa. Lakini ni mtu mbaya pia endapo ukienda long na vitu vyangu. Kikubwa ushirikiano wako na utaka. Kaka, nimetoka kuongea na Shu kuhusu hili jambo la mume wake Malaika. Kaniambia kwamba hajui chochote. Na mimi nafahamu ya kuwa Shu anaelewa kila kitu. Mlikuwa naye katika kushirikiana kwa kila kitu. Hata wewe kuhusu kumpata Malaika, yeye alikuwepo nyuma yake. Lakini kakataa kata.
hafahamu chochote. Kumbuka kitu kimoja kaka, mlichokifanya sio kitu kizuri, na damu ya mtu haiendi bure. Kila siku wanakwambia ni bora kujifunza mengi na sio kujua kila kitu. Katika maisha, kila kobo lina historia yake. Usilazimisha kujua kitu usichokijua, kwani utajua utakapojua. Asalamu alaykum baba. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Binti yangu, kwema? Nzuri za hapa nyumbani. Mama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Habari za siku? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri, sijui hapa nyumbani. Pole sana kwa upweke baba. Mama, acha tu. Namsumbua mama yako mpaka imekuwa ni kero. Sasa angalia, nimeachwa peke yangu, kaka yako hayupo, mama yako hayupo, namsumbua vibaya mno. Lakini atarudi muda si mrefu. Siku mbili atarudi, maana yake mtihani. Karibu sana binti yangu. Malaika mwanangu. Abe baba. Nimekuita hapa. Kuna jambo limekuja hapa. Kuna mtu aliniletea barua ya posa kwa ajili yako. Hello. Nimefika hapa nje kwako. Hapo. Lakini sijashangaa, sababu ni jambo la heri. Eda, umemaliza, umeingia kwenye kuniheshimu au kwenye maadili. Sasa nitaka tu nikuulize kitu kimoja. Maana ulikuwa hujanipa taarifa mapema. Hivi hii barua huu kijana aliyemtuma mshenga, hebu nieleweshe kidogo hapo mwanangu. Aloleta hiyo barua mimi namfahamu. Ndio. Anahitaji kunioa. Sasa na mimi kutokana na upweke nilionao, kufiwa na mume wangu, kwa upande wangu mimi sikuona kama ni jambo baya. Na ndio maana tukakubaliana, tukaongea, ikabidi nimwambie alete barua nyumbani kama kweli ana nia kunioa. Malaika mwanangu, hiki ulichokamilisha ni nusu ya dini, kwa sababu umesimama kwenye imani vizuri, na ndio maana ukaona hili limetokea. Na Mwenyezi Mungu amesema mtoto wa kike hana ndoa moja kwa mujibu wa vitabu. Itakapofika mwenzake katangulia mbele ya haki kwa kuikamilisha ile nusu ya dini, basi akimaliza eda anaruhusiwa akupata mwenzake mwingine akafungishwa ndoa tena. Hii nakushukuru mwanangu, maadili niliyokulea nayo huoni Mwenyezi Mungu kaja kuyaweka sahihi. Sawa baba, nimekuelewa. Katika hilo mimi sina neno. Binti yangu, Malaika, unajua babako ninakupenda. Najua kabisa. Wazazi wako tunakupenda sana sana sana. Kama sitaki uchelewe. Hebu nenda ukaniandalie kaugali. Kama moto, kama mapema tu. Usikie binti yangu. Haya baba. Nenda kapike. Kanitengeneze kaugali mwanangu. Leo nyumba kidogo imechangamka. Asante mwanangu.
Asili. Mary. Karibu. Ujue Mary, siku ile ni kweli nilikuongopea, lakini haikuwa zumuni wangu mimi kukuongopea. Mimi sikuwa namtafuta yule mzee, nilikuwa namtafuta Amos. Sasa sijui utanisaidia aje. Hivi ni kweli Amos anaishi hapa au la? Niliyajua hayo, na ndio maana hata ile siku nilikufuatilia nyuma nikakwambia kama una shida unaweza kuniambia na nikakusaidia, lakini ukanikatalia. Ila anyway, kwa sasa hivi kuna kazi kidogo nawahi naenda kuifanya, ila nitakapomaliza nitakupigia simu, nitakuelekeza wapi nipo, utakuja, tutaongea kwa kirefu zaidi. Haya, baadaye. Sasa Mima, mimi nitamsaidiaje? Sharti la pili ni anashindwa, alafu ananiambia mimi nimsaidie. Inabidi tu asubiri miezi 10 mingine ili iwe 20 wajifungue. Hakuna njia nyingine tena. Lakini baba, lakini nini? Hapa mimi nimemaliza, sina kingine zaidi ya. Naomba nielewe Mima. Mission ya leo inahitaji sana akili kuliko kitu chochote kile. Alafu isitoshe tunakwenda kufanya mchezo wa hatari. Main. Vipi? Mbona kama akili yako haiko hapa? Mimi niko sawa. Kweli? Maana naongea na wewe muda mrefu lakini naona uko kimya yani. Sioni mwitikio wote. Niko sawa yani. Nilitoka kidogo tu kimawazo. Mpayo ameshatanguliwa na kila kitu tumeshakiweka sawa. Kwa hiyo hapa tuweze tukaza hivi tabia. Kwa sawa. Mambo. Poa. Hivi Debora atakuwa ameelekea wapi? Debora? Ina maana shemeji mahusiano yenu yote Debora hajakuaga au? Sio kwamba hajaniaga ila nimekuja tu mara moja na ndio maana nimekuja sijamkuta. Basi Debora amehama. Amehama? Amehama. Ya shemeji na wewe bwana. Kwani kila siku Debora, kila siku Debora. Wewe umcheki Debora. Wewe kila siku unakula marage, kila siku unakula marage, basi badilishaga hata mboga na wewe. Kwani mimi unione au sikufanya? Shemeji bwana unijibu basi tuende ndani. Kakubadilishie mboga sio kila siku Debora bwana wewe. Samahani mdada, sijui Debora atakuwa ameelekea wapi.
Hiyo ndio salamu. Kwanza wewe umejipitisha hapa tu kunisalimia, hujasalimia hapa hivi. Mama, dada yangu. Ni bora alikuwa ameelekea sijui. Hamna bwana. Tusameane bwana. Unajua sometimes mtu anafika. Tusameane kitu gani? Tusameana na Bwana Yesu. So mimi sijui wewe Debora ameenda hapa. Hebu nipishe. Sasa wewe utaenda pale utatoa milioni 3. Ukishatoa milioni 3, wewe utachukua keshi, yatabaki na float. Umeelewa? Kwa sababu mimi nikifika pale nitaenda kwa ajili ya kuweka. Sawa. 1 second. 1. Tayari nimeshatoa. Sawa, ngoja niangalie. Asante. Karibu tena. Kiukweli nimefurahi sana, tena sana. Maana sikutegemea kama ungefanya hivyo. Yaani hata wazazi wangu wenyewe wameshangaa. Si kwa bahati mbaya Malaika. Umeniamini? Kitu ambacho ninachosikitika kutoka kwako kwamba huenda hii ikawa ndo mara yangu ya mwisho kuona. Najua kuanzia sasa utakuwa uko ndani kwa ajili ya maandalizi. Nitamisi kuona macho yako, sura yako. Kiukweli natamani kama ifike leo vile. Nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia. Tena nakupenda sana tu. Yaani hilo sio kwa wewe tu. Hata mimi. Mwanzo nimezoea kukuona wakati wote. Itaniwia ugumu, lakini nitavumilia kwa sababu tayari ushakuwa wangu. Nakupenda. Alafu, mimi nataka nikushauri kitu kimoja. Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena baba yako? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena baba yako? Kwani huyu wanamwita nani tena? Baba, kwani baba yako? Kwanza ana maujanja. Assalamu alaikum. Wakati wa harusi yangu mimi na wewe, nakuomba hizo ndevu ukazinyoe. Sawa. Ni mambo tu yalikuwa yameingiliana. Wewe unafikiri kwa situation ambayo ilikuwa inaendelea, wewe ujasiri wa kunyoa ndevu ulikuwa unapata wapi? Sawa, lakini ndio hivyo. Habari yako? Safi, shikamoo. Maraba, nimeshatikia maraba. Nataka niweke kama milioni 4 hivi. Karibu. Mtandao gani? Hii ni Tigo. Sawa, huduma inapatikana. Asante sana bana. Maana nimezunguka kote huko, kila nikiulizia wanasema haona hela. Hongera mama, kampuni yako ni kubwa sana.
Aya. Imeshatimia Tumetimia. Haya, ngoja. Abdalla, umesema umesahau password? Mimi ndo nilikuwa nataka nikuingizie hela hapa bwana. Sawa, inabidi tufanye haraka au mafundo asije kaondoka bwana. Wapewe hela zao waende bwana. Mama, samahani bwana. Mtu mwenyewe bwana amesema namba moja mpaka nimtumie amesahau password. Samahani mama. Usijali, hamna shida. Chinda sana. Abdalla. Sawa, tuma basi hiyo namba nyingine, sawa? Fanya haraka bwana. Nataka wapate hela zao wote. Aya, sawa. Basi bwana, ametuma namba nyingine bwana. Taja namba. 0683 0683 87 83 81. Jina linatokana? Abdalla. Ndo hilo tayari. Tayari? Aya ma, asante sana ba. Karibu tena babu. Aya, asante. Aya babu, asante. Aya, Mungu akubariki ba. Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena baba yaka? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena baba yaka? Kwani huyu wanamwita nani tena? Baba, kwani baba yaka? Kwanza ana